mmekuja kwenye ibada ya leo na tunaongea haya, baadaye tutafanya maombi. Narudia tena, zama za kuweka tumaini kwa mchungaji zimepita. Weka tumaini na imani yako kwa Mungu aliye hai. Mchungaji ni binadamu, naye anabadilika. Asiyebadilika ni Mungu. Nyie kanisa la Masali mnanisikiliza, nimewaambieni mkachukua kile kitabu cha wanavyoamini wa Adventista katika imani za msingi pale. Msingi mmoja hapo anasema kanisa la Kristo. Naye anasema hivi, kanisa la Kristo linajumuisha wote wanaomkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wote. Naulizeni, Lutherani wanakiri hawakiri? Hilo ni kanisa la nani? La Kristo. Shuka chini hapo, anasema masalio na utume wake. Hicho ni kipengele kingine. Anasema lakini katika zama hizi za ukengeufu, Mungu amewainua watu watakaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Hilo ndilo kanisa la masalio, liko baada ya kanisa la Kristo. Unanisikiliza vizuri? Mungu amewaweka ninyi kuwasaidia ndugu zenu wanapotoka nje ya mstari. Tunawaambia rudini kwenye mstari. Haleluya. Kwa kuna namna Mungu anatarajia ninyi muwe, lakini msidhani mko salama. Adui anawashambulia ninyi kwa kuwa anajua mmepewa utume maalum. Anajua akiwapiga ninyi amepiga wote. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa hiyo sentence? Sitaki niyaongea haya kule pembeni au myasikie kwenye mitandao alafu mwanze kusema tumekosa uhalali au ushahidi wa mambo haya. Naongea hapo kinisikiliza. Mimi ni mchungaji wa Kisabato. Sikutarajia kwamba kwenye kanisa langu la Kiadventista ataibuka mchungaji adeclare hadharani kwamba yeye anavutiwa na jinsia mbili. Lakini imetokea Ujerumani. Kwa kesho ukisikia usije ukasema ni uongo. Sio uongo, ni kweli. Alijitokeza na amechunga kanisa zaidi ya miaka 6 kabla hajajitangaza. Na kama amechunga kanisa zaidi ya miaka 6, tunajiuliza ameingiza wangapi kwenye ushoga na usagaji? Mchungaji, kwa nini unayaongea haya? Naongea haya msiyasikie barabarani. Hamko salama, rudini katika misingi ya kale. Rudi katika imani. Na imani